Uhabari gani rafiki yangu? Ninakualika tena katika chaneli yetu ya Biblia Leo TV, tukiwa na mwendelezo wa mafundisho yetu mbalimbali, na siku ya leo tutakuwa na somo juu ya jinsi ya kusikia sauti ya Mungu. Umewahi kujiuliza kama Mungu kweli anaongea na wewe? Ukweli ni kwamba Mungu husema, ila mara nyingi sisi hatujui kusikiliza. Wakati fulani tunashindwa kuelewa ama kutambua hii ni sauti ya Mungu ama si ya Mungu. Samueli alipokuwa mtoto hekaluni, alisikia sauti ikimuita mara 3, lakini hakujua kama huyu ni Mungu. Ndipo kuhani Eli akamwambia mtoto Samueli, anamwambia, sauti hiyo itakapokuita tena, sema, nena Bwana, mtumishi wako ninasikia. Eli alikuwa na namna fulani ama uhusiano na Mungu ambao tumeuona kwenye somo lililopita. Lakini mbali na uhusiano na Mungu, kuna mbinu alitumia kuitambua ama kuijua sauti ya Mungu inavyozungumza. Unafikiri ni kwa nini alijua? Ziko mbinu ambazo nitakuelekeza katika siku ya leo, zinaweza kusaidia wewe kuitambua ipi ni sauti ya Mungu wakati fulani inakuwa inanena na sisi lakini tunashindwa kuisikia. Ziko sababu mbalimbali ambazo zinasababisha kutokuisikia sauti ya Mungu. Kila mtoto wa Mungu anapaswa kusikia sauti yake kwa nafsi yake. Tunapokaa kimya mbele zake, sauti ndogo ya utulivu hutufundisha, hutufariji na hutuelekeza. Kwa kweli tunahitaji kukaa na kuisikiliza sauti ya Mungu. Na hivyo nikualike tuendelee kufuatilia chaneli yetu hii kwa ajili ya kuendelea kupata mafundisho mbalimbali. Kabla sijaenda mbele zaidi, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare ili uweze kuendelea kupata update mbalimbali kutoka katika chaneli yetu ya Biblia Leo TV. Labda kabla hatujaenda mbali zaidi, tuangalie changamoto kuu 3 zinazotufanya tusisikie sauti ya Mungu. Kwa sababu ili kufahamu njia zinazopelekea kusikia sauti ya Mungu, tufahamu pia sababu ambazo zinaweza zikazuia hii sauti ya Mungu tusiweze kuisikia. Sababu ya kwanza ni kelele nyingi. Tunapozungukwa na kelele za dunia, tunajua changamoto nyingi, mtafaruku huku na kule, kwenye masoko, kwenye biashara huko, kunakuwa kuna kelele, muziki, unakuwa unaathiri uhusiano wetu ama ukaribu wetu na Mungu. Habari nyingi za simu, majukumu, tunashindwa kutenga muda wa utulivu kusikia sauti ya Mungu. Kwa hiyo kelele nyingi zinazotokana na shughuli mbalimbali za kijamii, lakini pia na medias tunazokuwa tunatumia katika simu zetu zinapelekea kuwa na kelele sana na kutokupata kusikia sauti ya Mungu, kwa sababu Mungu anazungumza katika hali ya utulivu. Ushahidi wa tafiti za chuo kikuu cha Harvard Medical School na APA zinaonyesha kuwa utumiaji mwingi wa simu na social media huongeza wasiwasi na msongo, hupunguza uwezo wa kutulia na kuharibu usingizi. Hii inafanya akili kushindwa kutulia. Tunajua Mungu anakaa mahali penye utulivu. Kwa hiyo sababu ya kwanza ni kelele nyingi tunazokuwa tukikutana nazo, zinatuzuia sisi kuweza kusikia ama kuwa na concentration na Mungu. Lakini pia sababu ya pili ni dhambi. Ukisoma kitabu cha Isaya 59 mlango wa 59 na aya ya 2, neno la Bwana linasema, lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Kuna wakati Mungu hataki kusikia sauti zetu kwa sababu ya maovu. Tumeshindwa kutulia na kusikiliza sauti ya Mungu inasema nini kwa sababu ya dhambi. Dhambi inachukiwa sana na Mungu kwa sababu dhambi ni uasi. Kwa hiyo tunapowasi sheria ya Mungu tunapata dhambi, na hiki kinatupelekea kuwa mbali sana na Yesu Kristo. Kwa hiyo dhambi hubadilisha mahusiano yetu na Mungu kwa kutuletea aibu, hatia, pia na hofu, ambapo kiafya pia ina hasara zake, kwa sababu kihisia, hatia na msongo vinapokaa muda mrefu vinaongeza cortisol ama
stress hormone. Hii huathiri prefrontal cortex ya ubongo, ambayo ndiyo sehemu inayohusika na kufanya maamuzi na kupata utulivu wa akili. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo dhambi pia na wasiwasi, mtu anapotenda dhambi anakuwa na hofu, aidha nimesamehewa ama nimekataliwa na Mungu kabisa. Inatupelekea tusiweze kusikia sauti ya Mungu kwa sababu akili yetu inakosa utulivu. Lakini sababu ya tatu, kukosa muda wa kukaa na Mungu. Kutenga muda na Mungu ni kama mazoezi ya kiroho. Kukosa kufanya hivyo kunafanya moyo wetu kutawanyika na kukosa mwongozo. Kwa hiyo tunahitaji kupata muda mzuri wa kukaa na Mungu. Hii nilizungumza kwenye somo lililopita juu ya kuongeza uhusiano na Mungu. Utafiti wa NIH, National Institute of Health, unaonyesha kuwa watu wanaotenga muda wa meditation ama maombi hupata kupungua kwa shinikizo la damu, kuzingatia zaidi, na akili hupata utulivu. Kwa hiyo kukosa muda huu husababisha akili kuchoka, wasiwasi na ukosefu wa mwelekeo. Tunahitaji kupata muda wa utulivu. Siku yako japo imejawa na purukushani na harakati nyingi, lakini unahitaji kupata muda fulani ambao utaiweka akili yako kuwa sawa na kufikiria ni nini kingine cha kufanya. Kwa hiyo hizo ndo sababu tatu ambazo zinapelekea sisi kutokusikia sauti ya Mungu. Njia namba moja ambayo tunaweza kuitumia ili kusikia sauti ya Mungu ni kupitia Biblia takatifu. Mungu husema kupitia Biblia takatifu. Kama tunavyojua ya kwamba Biblia ni neno la Mungu. Na kama Biblia ni neno la Mungu, ina maana ya kwamba neno alilolizungumza Mungu mwenyewe ndilo lipo katika Biblia. Kwa hiyo ili kusikia sauti yake inakubidi ulisome neno, kwa sababu Biblia ndiyo barua ya upendo ya Mungu kwa wanadamu. Ukisoma kitabu cha Zaburi 119 mlango wa 119 na ile aya ya 105 inasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwangaza wa njia zangu. Kwa hiyo neno ni nuru. Hii nuru ndio inayotuongoza. Kwa ili kusudi uweze kutembea ama kuisikia hii sauti ya Mungu, soma Biblia. Kwa imani utaisikia sauti ya Mungu ikinong'oneza ndani yako. Martin Luther alikuwa ni profesa wa teolojia ambaye alianzisha mageuzi ya Kiprotestanti mwaka 1517 baada ya kuchapisha machapisho yake 95 kupinga ulipaji wa indulgences na ufisadi wa kanisa, ambapo watu walikuwa wanalipia pesa kwa ajili ya kupata msamaha. Zilikuwepo barua, unatoa barua alafu unapokea msamaha. Tutaangalia hilo siku nyingine. Kwa hiyo huyu Martin Luther, tukio hili ambalo watu walikuwa wanalifanya, kanisa la Rumi wakati huu likifanya ili kwa watu wanalipia pesa ili kupata msamaha, lilimbadilisha na likabadilisha historia ya maisha yake, historia ya Ukristo na kuanza makanisa ya Kiprotestanti, kwa sababu ndio mwanzilishi wa ya makanisa ya Kiprotestanti. Alisimama imara hata mbele ya upinzani mkubwa, na anasema ya kwamba Mungu hutufundisha kupitia neno lake. Walikuwa ni wasomaji makini sana wa Biblia. Kwa hiyo alisoma kwa makini na akasikia sauti ya Mungu kupitia hii Biblia. Alipogundua ukweli wa uadilifu, akasema wataishi kwa imani wale walio waadilifu. Kisoma pia kitabu cha Warumi 1:17. Biblia ilimpatia nguvu ya kusimama imara hata mbele ya hatari. Kwa hiyo tunapata ujasiri wa kuongea mbele za watu ama mbele za mamlaka kwa sababu tu tuna neno la Mungu ama Biblia. Biblia ni silaha kubwa sana, na ukitafiti na kuifuatilia Biblia hii unaoiona tu wakati fulani umeweka mezani, umeweka kwenye kabati, ina maana kubwa sana, ina maana kubwa sana. Kupitia neno lake Mungu huongea na watu. Katika neno hilo tunapata maneno ya uhai wa milele. Hicho ni kitabu cha Pambano Kuu kurasa 598. Kwa hiyo neno la Mungu
ni ngao katika maisha yetu, lakini pia inatusaidia kuisikia sauti ya Mungu. Kwa hiyo Mungu anazungumza na sisi kupitia neno lake takatifu. Mungu alizungumza hapo kale kupitia manabii, kupitia mitume, wakaandika nyaraka mbalimbali katika Biblia. Kwa hizo nyaraka zinatusaidia sisi kuisikia sauti ya Mungu. Hivyo ni kusimpendwa, hebu tamani kuisikia sauti ya Mungu kupitia neno lake takatifu. Njia ya pili ambayo inaweza kutusaidia kuisikia sauti ya Mungu, Mungu husema kupitia maombi na utulivu. Mara nyingi tunaongea sana kwa Mungu, lakini hatuketi kimya kumsikiliza. Piga picha umeenda kwa mtu fulani kwa ajili ya kumweleza shida yako. Atakupatia muda wa kukusikiliza. Na mara baada ya kukupatia muda wa kukusikiliza, na wewe utampatia muda ili ujue amekubaliana na jambo lako, ama anahitaji muda ili aweze kulifanya, ama hawezi kulifanya. Kwa hiyo wengi sisi maombi yetu tumeyaweka kwa namna inayoitwa monologue, ambayo tunaongea sisi tu na hatumpatii muda Mungu kuzungumza na sisi. Ndio maana tunapiga magoti muda mrefu, tunaomba usiku kucha, lakini hatupati muda wa kukaa kwa utulivu kwa ajili ya kusikia sauti ya Mungu. Yeremia aya ile ya 3, neno la Bwana linasema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyojua. Anaanza kwa kusema niite nami nitafanya nini? Nitakuitikia. Kwa hiyo Mungu anatupatia nafasi ya kumuita. Kisha baada ya kumuita anatuitikia. Katika kuitika kwake kunahitaji kumpatia muda wa utulivu. Kwa sababu wakati anaitika ukaongea, atanyamaza, akusikilize unataka kusema nini kingine. Kwa hiyo tunatakiwa tupate muda wa utulivu ili kusudi Mungu aweze kuzungumza na sisi. Tatizo letu mara nyingi ni kuzungumza zaidi kuliko kumsikiliza Mungu. George Muller ni mhubiri na muasisi wa nyumba za watoto yatima kule Uingereza. Aliomba bila kuomba msaada kwa wanadamu. Huyu alikuwa akifanya maombi yake pasipo kuomba msaada kwa wanadamu. Yeye alikuwa anazungumza tu na Mungu na anampatia muda. Mara nyingi watoto walikosa chakula, akaomba na chakula kilifika kwa wakati. Mungu alimjibu kwa utulivu kwa sababu alikuwa anaijua na anaifahamu hii formula ya kutulia na kumsikiliza Mungu anasema nini, kwa sababu ya utulivu moyoni mwake na kwa matukio halisi Mungu aliweza kumtendea. Aliwahi kumuomba Mungu chakula kwa ajili ya watoto yatima. Kabla hajamaliza, chakula kililetwa mlangoni. Mungu husema kwa amani na majibu ya maombi. Kwa hiyo tusiende tu tunaomba kwa nguvu kama tunapayuka, tunapiga kelele. Hapana. Kama vile unavyoenda kwa baba yako kwa ajili ya kumuomba hitaji fulani, unaenda kwa upole, kwa lugha ya unyenyekevu. Ndivyo hivyo Mungu anatamani sana tuweze kwenda kwa unyenyekevu na kwa upole, tukimueleza shida, majonzi, ugumu tunaopitia, na Mungu ni mwaminifu, tutaisikia sauti yake. Aliwahi kusema hivi huyu George Muller, mwanzo wa wasiwasi ni mwisho wa imani, na mwanzo wa imani ya kweli ni mwisho wa wasiwasi. Kwa unapoanza na wasiwasi kwenye jambo lolote, basi imani yako inakwisha, lakini unapoanza na imani, wasiwasi unakwisha na Mungu atakujibu. Maombi ni ufunguzi wa moyo kwa Mungu kama kwa rafiki. Si kwamba Mungu hajui tunachohitaji, bali hutupatia nafasi ya kumpokea. Kwa hiyo ni kusimpendwa uweze kupata muda wa utulivu na maombi kwa Mungu. Mungu atakusikia na wewe utasikia sauti yake. Njia ya 3 ambayo tunaweza kuitumia kutusaidia kujua tunawezaje kuisikia sauti ya Mungu. Mungu husema kupitia dhamiri na Roho Mtakatifu. Dhamiri kwa namna fulani tunaweza tukasema ni hali ya ndani ya moyo au akili ya mwanadamu inayomfanya ajue na kutambua jema na baya, sahihi na kosa. Ni sauti ya ndani inayomwonya mtu pale anapotaka kufanya kosa au kumshauri afanye lililo sawa. Mfano, mtu akiona pesa iliyopotea
na kuamua kuirudisha kwa mwenyewe, anakuwa ameongozwa na dhamira njema. Mtu anapodanganya na kisha kujisikia vibaya moyoni, hiyo ni dhamira ikimuonya. Kwa hiyo Mungu anazungumza, au tunaweza tukasikia sauti yake kupitia dhamiri zetu na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu husema moyoni mwetu kupitia dhamiri. Yesu alisema Roho wa kweli atawaongoza katika kweli yote. Ukisoma Biblia vizuri tunamuona Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu Yesu alitupatia ahadi baada ya kuondoka ya kwamba nitawapatia Roho Mtakatifu na atawaongoza kutenda kila jambo. Kwa hiyo tunaweza tukaisikia sauti ya Mungu kupitia Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu anazungumza kupitia mioyo yetu. Ndio maana wakati fulani unaweza ukahitaji kufanya jambo, lakini kuna roho inakwambia hapana, usifanye. Unahitaji kufanya dhambi fulani, Roho Mtakatifu anakuambia hapana, usifanye. Hiyo sauti ndio sauti ya Roho Mtakatifu ambayo inazungumza kupitia nani? Kupitia wewe, ili ujue ni Mungu anayesema na wewe. Kwa Roho Mtakatifu kama mtendaji mkuu katika maisha yetu anafanya kazi kubwa. Na fundisho hili la Roho Mtakatifu tutapata wakati mzuri wa kulijadili, kwa sababu wengi wamekuwa na maswali juu ya Roho Mtakatifu ni nani. Roho Mtakatifu ni nafsi kama zilivyo nafsi mbili ya Baba na Mwana. Na tukienda mbinguni tutamuona Roho Mtakatifu jinsi alivyo. Kwa hiyo tutaona kwa uzuri. Kwa Roho Mtakatifu anatusaidia kuisikia sauti ya Mungu, kwa sababu yeye ndo mwakilishi wa uungu kati yetu. Hapo zamani kama Biblia inavyosema, Mungu alinena kupitia Baba mwenyewe. Sasa akanena kupitia Yesu Mwana wakati wa Agano Jipya, na sasa ananena kupitia nani? Roho Mtakatifu. Habari za Abraham Lincoln tunazifahamu. Alikuwa rais wa 16 wa Marekani, anayejulikana kwa kuongoza nchi wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe, au wanaita Civil War. Na kwa kutoa Emancipation Proclamation iliyoweka misingi ya kumaliza utumwa. Aliuawa mwaka 1865, muda mfupi baada ya ushindi wa vita. Alisema mara nyingi hakufanya maamuzi bila kuomba na kusikia sauti ya dhamiri yake. Mungu anasema hata kupitia sauti ndogo ya utulivu. Anasema kwamba mara nyingi nimesukumwa kupiga magoti kwa msukumo mkubwa, kwamba sikuwa na pa kwenda pengine. Aliongoza nchi yake hii wakati wa vita, na anasema wakati fulani kuna dhamiri iliyokuwa inamsukuma kuomba, iliyokuwa inamsukuma kufanya jambo fulani, kwa akajikuta anapiga magoti na kuomba. Kiufupi, hii ni sauti ya Mungu iliyokuwa anazungumza ndani yake. Ndio maana wakati fulani unaweza wewe na ukapata msukumo au kitu fulani unahitaji kwenda mahali, lakini roho inakukataza hapana, usiende. Huo msukumo, dhamiri, ni sauti ya Mungu inazungumza na wewe. Jambo la 4 ama njia ya 4 ambayo tunaweza tukaitumia kuisikia sauti ya Mungu. Mungu husema kupitia watu na mazingira. Mara nyingi Mungu hutumia marafiki wa kiroho, wazazi, au hata watoto kufikisha ujumbe wake. Musa aliona kichaka kinachowaka moto, na hapo ndipo Mungu alipozungumza naye. Walipoona kichaka, yale alikuwa ni mazingira. Kinawaka moto, akasema inakuwaje kichaka kinawaka moto usiozimika? Ikabidi asogee, na mwanzo wa kusogea ndio ikawa mwanzo wa mazungumzo na ukaribu na Mungu, na akaisikia sauti ya Mungu. Kwa mfano unaweza kutumia ukaelewa, wakati fulani Mungu anatumia mazingira. Anaweza kutumia wazazi wakakwambia jambo fulani, au mtoto wako akakwambia jambo fulani. Kwa Mungu anaweza akatumia mazingira ya namna hiyo. Kuna mtu mmoja alikuwa akifahamika kama Agustino wa Hippo, mmoja wa wanateolojia wakubwa. Alisikia sauti ya mtoto ikisema, chukua usome. Akachukua Biblia, akaenda akasoma kitabu cha Warumi mlango wa 13 aya ya 13 na ya 14. Ikabadilisha maisha yake na akawa mtumishi wa Mungu. Hebu na sisi tusome tuone kama inaweza ikabadilisha maisha yetu. Biblia inasema, kama ilivyohusika na mchana, na tuenende kwa adabu, si kwa ulafi na ulevi,
si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivu, bali mvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiuangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Wow, ni fungu zuri ambalo lina neno zuri la kujenga na kugusa. Kwa hiyo aliposoma sura hii ikabadilisha maisha yake, na kiukweli alisikia ile sauti, lakini aliyezungumza nani? Ni mtoto. Mtoto alimwambia chukua ukasome. Kwa huyu mtu akaenda akasoma Biblia, na kiukweli maisha yake yakabadilika. Kwa hiyo Mungu alizungumza kupitia sauti ya yule mtoto. Mungu mara nyingi hutumia watu wa kawaida kama vyombo vya kufikisha mapenzi yake. Kwa hiyo inatubidi kusikiliza sauti ya Mungu kupitia mazingira ama watu wanaotuzunguka. Mtu anapokuja kushauri jambo jema, hebu lisikilize, ujue Mungu anazungumza na wewe. Mazingira pia hebu sikiliza na uelewe. Kwa hiyo inahitajika akili ya Roho Mtakatifu tuongoze kutambua hii sauti ni ya Mungu ama haya mazingira, ama hiki kitu nilichokutana nacho katika haya mazingira ni Mungu anazungumza na mimi kupitia Roho Mtakatifu, maana yeye ndo anayetufunulia. Na jambo la tano ama njia ya tano ambayo Mungu anaweza akazungumza na sisi tukasikia sauti yake, Mungu husema kupitia matukio ya maisha. Tunafahamu kisa cha Yona alipojaribu kumkimbia Mungu. Mungu alitumia tufani na samaki mkubwa kumrudisha kwenye wito wake. Wakati mwingine milango inapofungwa au changamoto zinapokuja, Mungu hutumia hayo kutuelekeza kwenye njia sahihi. Yona alipokimbia utume, Mungu akaleta tufani kwenye merikebu aliyokuwa amepanda. Na baadaye wakaja kumtupa Yona kwenye tumbo la samaki, akamfundisha. Baadaye akajua wito wake anaotakiwa kuufanya ni upi. Kwa kuna changamoto wakati fulani unaweza kukutana nao kwenye maisha ama ugumu fulani. Mungu huenda akatumia huo ugumu kukurudisha ama kukuelekeza. Kwa ile nayo ni sauti ya Mungu inazungumza kupitia matukio ya maisha, vitu unavyokutana navyo katika maisha, ugumu fulani. Unajua maisha yetu, kuna mtu mmoja alisema mtu anayeishi bila kufanya evaluation ya maisha yake, kiukweli huyu mtu ni wa ajabu. Unatakiwa kutafakari maisha yako. Kwa nini hiki kitu kimenikumba au kimenikuta? Baada ya kutafakari, hebu muulize Mungu, ni kwa nini? Kwa hiyo unajua ni kwa wakati fulani Mungu anaweza kuwa ni anazungumza na wewe. Kwa hiyo kwa wakati fulani Mungu anatumia matukio mbalimbali katika maisha ama changamoto zinapokuja, Mungu hutumia hayo kutuelekeza kwenye njia sahihi. Kuna mtu mmoja aliyefahamika kama Florence ambaye ni mwanadada. Huyu alikuwa mwanzilishi wa uuguzi wa kisasa au modern nursing wakati wa vita ya Crimea. Tunafahamu hiyo habari ya Crimea. Mwaka 1853 hadi 1856 aliwasaidia maelfu ya askari katika hiyo vita waliokuwa wamejeruhiwa, akipunguza vifo kwa kuboresha usafi na huduma za afya. Alijulikana kama the lady with the lamp kwa sababu alikuwa akitembea usiku akiwa na taa, kwa hiyo wakamuita jina hilo, the lady with the lamp. Florence Nightingale alijifunza wito wake kupitia changamoto za vita na wagonjwa. Alipokuwa akiwauguza hawa wagonjwa na kuwatibu, ile changamoto ilimfundisha sana jinsi ya kuisikia sauti ya Mungu. Ilimfundisha sana ukaribu na Mungu kupitia changamoto ya nini? Huduma aliyokuwa akitoa. Kwa hiyo kuna wakati Mungu anaweza akazungumza kupitia kazi yako unayoifanya, ukapitia changamoto ama kupitia kitu chochote unachokifanya, Mungu anaweza akazungumza kupitia hicho kitu. Kila tukio katika maisha ya kila siku ni chombo cha Mungu cha kutufundisha, iwapo mioyo yetu iko wazi kumsikiliza. Kama mioyo ikiwa wazi kumsikiliza, basi Mungu atatumia mambo mbalimbali, mazingira ama matukio mbalimbali katika maisha kwa ajili ya kutufundisha sisi. Kwa hiyo ndugu mpendwa, ni kusii tu ya kwamba Mungu husema kila siku. Mungu husema nasi kila siku. Kwa hizi njia tano tulizoziona, utagundua ya kwamba
Mungu anasema na sisi kila siku. Kwa hiyo unaweza ukasema Mungu hasemi na mimi, lakini asiposema na wewe kupitia matukio katika maisha, maana najua wengi tunakutana na matukio, basi atasema na wewe kupitia mazingira. Asiposema na wewe kupitia mazingira, basi atasema na wewe kupitia Roho Mtakatifu ama dhamiri inakusukuma usifanye kitu fulani ama ufanye kitu fulani. Asiposema kupitia mazingira, basi atahitaji maombi na utulivu. Wakati unapata utulivu pale, basi unaweza ukasikia sauti ya Mungu. Na asiposema kupitia utulivu, basi kupitia neno lake takatifu. Kwa hiyo najua hakuna hata njia ambayo haitaingia kwenye mfano wa maisha yako. Kwa hiyo hizi njia tuzizingatie kweli ili tuweze kuisikia sauti ya Mungu. Na mimi tumeelewana vizuri na Mungu akubariki. Lakini nataka nikuachia swali moja ya kwamba je, sisi tunamsikiliza Mungu? Hebu wiki hii tenga dakika 10 kila siku. Fungua Biblia yako, kaa kimya na sema, nena Bwana, mtumishi wako anasikia. Utaona maisha yako yatakavyobadilika. Tufanye hili jambo kwa hii wiki, tuone tunapoanza hii wiki nyingine. Tufanye hilo jambo na utaona mabadiliko makubwa. Twende kwenye comment hapo. Je, wewe ni njia ipi ambayo umewahi kuiona na kuishuhudia Mungu alizungumza kwako kupitia hiyo njia? Hebu dondosha comment yako hapo nione, na jina la Bwana litatukuzwa sana. Mungu akubariki kufuatilia haya masomo. Nikusii na nikukaribishe kwa masomo mengine panapo majaliwa. Tukutane. Usisahau kulike, comment, kushare kwa marafiki zako waendelee kupata mafundisho haya, na kusubscribe, na jina la Bwana litatukuzwa. Mungu akubariki.